Mchizi akasogea zaidi na kumshika paja. Juni akanyanyuka na kumwambia Samweli, unarudia tena kufanya hivi? Ndiyo narudia kwa sababu na upwilu na wewe. Nataka niwe na wewe leo. Samweli akamshika Juni na kumtupia kitandani. Movie linaanza. Mrembo anaitwa Juni ambaye amekosa ajira na kuamua kujiajiri mwenyewe kama mama ntilie, akiwakaribisha wateja wake wanaomkubali kwa mapishi ile kinoma noma. Baadaye wakati anasambaza chakula mtaani akakutana na kijana handsome akifanya mazoezi ya kukimbia. Akajikuta ameduaa akimshangaa. Bila kujielewa akaacha chakula chini na kumkimbilia ili amuone vizuri. Wakati anafanya hivyo, bahati mbaya gari likapita likavikanyaga vyakula vyote. Akajikuta amepoteza vyote, hana jinsi, ikabidi arudi ofisini kwake. Rafiki yake Ola anamuuliza, mbona una hasira? Wamekataa kukulipa. Mrembo anamwambia chakula kimekanyagwa na gari. Ola anamuuliza kivipi? Mrembo anajibu, nilipata mshtuko. Ola anamuuliza mshtuko wa nini? Mrembo anamwambia, si nilimuona kijana mzuri sana. Ola anamuuliza, ulikuwa unazungumzia chakula, sasa huyo kijana anahusiana vipi na chakula? Mrembo anamwambia, huyo kijana ndio kanifanya nikiachia chakula mikononi. Yaani Ola, huyo kijana ni mzuri, sijawahi kuona toka nizaliwe. Ni mrefu na ana sura nzuri. Yaani mbona unaniangalia hivyo? Huyo kijana ni mzuri sana. Ola anamuuliza, ina maana huyo kijana hujawahi kumuona hapa mtaani? Mrembo anajibu, ndio, yaani ukimwona tu umekwisha. Kesho yake Mrembo ipo ofisini akawa anaombea vyakula alivyopika. Mungu Baba na vifunika vyakula hivi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana akasikia perfume ya kijana anempenda ikipenya kwenye pua zake. Ikabidi aache kuomba na kufumbua macho na kumwona kijana anayempenda anapita. Akajaribu kumkimbilia, kumbe ana mteja anamuita. Kesho yake asubuhi Mrembo akajiandaa kuweka kiti kabisa ili akipita muone vizuri. Mteja akafika, yeye hana habari mpaka wanamwambia, hebu njoo tusikilize. Wakati anahudumia, mwana kijana akapita, aliposikia perfume tu akashtuka. Ikabidi aache sahani na kutaka kumkimbilia. Akakasirika kinoma noma kuona siku ya pili anamkosa kumwona kijana. Usiku yuko kwake anamwaza kijana jinsi anavyonukia na alivyo handsome. Ikabidi ampigie rafiki yake Ola na kumwambia, naomba kesho uje mapema nyumbani, nitakuwa nimeandaa chakula kabisa, ukanisaidie kuuza. Mimi nitakuja baadaye maana asubuhi kuna mahali naenda. Kesho yake alfajiri Mrembo Juni ikabidi aende njia panda alipokutana na yule kijana alipokuwa anakimbia. Na yeye akajifanya anakimbia huku na huku akiangalia kama atatokea. Bahati mbaya kijana siku hiyo hajatokea kabisa. Akarudi kazini akiwa amekasirika ile kinoma noma. Ola akamuuliza, nini shida? Mrembo akamwambia, miguu inaniuma, nimetoka jogging. Ola akacheka sana. Mrembo anasema, inakuwaje nimefanya mazoezi mtaani na kijana hajatokea kabisa? Akamwambia rafiki yake Ola, kuanzia sasa na kuendelea sifikiri tena juu yake, itakuwa sio bahati yangu. Kijana anaitwa Kachi, huko yuko nyumbani na mama yake wakizungumza. Mama yake anamwambia, sijapenda jinsi usivyomjali Tasha, yule ni binadamu naye, unatakiwa uwe perfect gentleman. Nimekukuza uwe mtu mwenye upendo, kwa nini unakuwa hivyo? Yule msichana ni mgeni wetu na ana haki ya kujisikia huru hapa, na amekuja akai muda mrefu, ni just weekend tu. Nakumbuka imebaki siku moja tu atarudi kwao. Hebu naomba mfanye ajisikie kuwa hapa. Kijana anasema, mama nisamehe sana kama nimekosea, ila siwezi kumjali Tasha kama mwanamke wangu. Mama akamwangalia kisha akamuita Kachi. Kutaka kutengeneza amani na Tasha kwa sababu sitaki arudi kwao akiwa na hali ya huzuni. Hebu kuwa perfect gentleman. Na mwisho akamwambia, kamwe sitamkubali Tina katika nyumba yangu, mwanamke ambaye sina uhakika naye. Kifupi, Kacha na mwanamke anayempenda sana anaitwa Tina. Wamesoma naye Uingereza miaka 4. Ndio anataka muoe na mama yake anamtaka Tifa, mtoto wa rafiki yake. Hapo ndo disco limeingia Masai. Kesho yake Mrembo Juni kumbe hajakata tamaa, akaja tena njia panda kumsikizia kijana handsome kama atapita. Cha kushangaza anaona kijana handsome ameongozana na mwanamke ambaye ni Tasha. Walipofika karibu, Mrembo akajifanya ameumia. Kachi ikabidi asimame na kumfuata, kisha akambeba na kurudi naye nyumbani. Mrembo Juni aliumia sana, akabaki ameshika kichwa tu. Akarudi nyumbani akamhadisia rafiki yake Ola. Ola akamwambia, unakasirika kwa sababu umemwona akiwa na mwanamke mwingine halafu umjui. Ngoja nikwambie kitu, kama unampenda yule kijana unachotakiwa ni kujishaua. Hi, my name is Juni, nimevutiwa na wewe, ningependa tuwe marafiki. Yaani unamtongoza. Juni anamwambia, hebu nyamaza, unawezaje kunishauri kufanya hivyo? Kikweli nampenda, ile ujasiri wa kumwambia hivyo sina kabisa. Baadaye kuna mchizi anaitwa Samweli alikuja kumwomba msamaha Juni kwa kitendo alichomfanyia na kumwomba wabaki tu marafiki kama zamani. Ameshinda kabisa kuwa mbali na yeye. Mrembo akamkubalia. Mchizi akamwomba mwagi kama amemsamehe na kusema moyoni, ipo siku utakuja tukunivuia nguo. Huku Kachi anaambiwa na mama yake, hebu msindikize mwenzio. Kachi ananyanyuka na kumsindikiza ila hajapenda kabisa. Wakati Mrembo Juni yupo kwenye harakati zake za kuuza chakula, mwana gari kataka kumgonga. Juni akawaka, wewe hivi una... Akashtuka kuona handsome Kachi anashika kwenye hiyo gari. Mrembo akabaki ameduaa. Kachi anamuuliza, uko sawa? Hebu sema kitu kama uko sawa. Juni anajibu, niko sawa. Kachi anamwambia, samahani, nitakilipia iko chakula. Mrembo anasema, usijali,
Kachi anamuuliza ulikuwa unaelekea wapi? Nataka nikusindikize. Juni anachanganyikiwa, anasema sitaki kwenda popote, nataka kubaki hapa. Juni anazinduka na kumwambia ofisini. Kachi anamchukua na kumpeleka ofisini kwake. Kesho yake Juni akamsubiri tena njia panda. Alipomwona akajifanya anakimbia. Juni anajifanya hey, sikutarajia kama nitakuona. Kachi anasema hii ni njia yangu ya mazoezi, nakimbia kila asubuhi. Juni akasema hata mimi ndiyo njia yangu. Kisha wakakimbia wote. Juni akarudi ofisini akiwa amefurahi sana, akimsubiri Ola ampe ubuyu. Juni anamwambia na furaha sana. Ola, yani ungemuona jinsi anavyoongea. Huyu kijana ni mzuri sana, ana kila kitu ninachokitaka kwa mwanaume, ni ndoto yangu. Ola anamuuliza kwa hiyo ushamaliza? Juni anasema nawezaje, alafu yule mtoto wa kitajiri na mimi wa kimaskini. Ola anamwambia nadhani unajidharau mwenyewe, ukijiangalia wewe ni mzuri, una akili na mwelevu. Nachojua mimi mapenzi yanaweza kuchipua popote. Huku nyumbani kwa Kachi, mama akaiona simu ya mwanaye, akaichukua na kumpigia mpenzi wake wa Uingereza na kumwambia, sikiliza wewe msichana uliokuwa unamdanganya mwanangu. Sasa sikiliza, mwanangu yupo katika mahusiano hapa Nigeria. Hivyo usifikirie kwamba mwanangu atarudi tena huko Uingereza na shule ndio ishaisha hivyo. Hivyo naomba mwache, sitaki usumbufu. Kachi anamwambia mama yake, kwa nini unamwambia hivyo? Mchizi mahusiano ya binti wa Uingereza yakaishia hapo. Kachi asubuhi akamuibukia Juni na kumwomba namba, maana alitamani kumpigia lakini namba hakuwa nayo. Mrembo anasema siku chache zilizopita simu yake ilidumbukia kwenye maji, kwa hiyo kwa sasa hana simu. Mrembo akamkaribisha msosi. Baada ya kuonja akamwambia chakula chako ni kitamu sana, umepika wewe? Ndiyo nimepika. Kachi akamwambia nafikiri kupika ndio kitu ambacho unakipenda katika biashara. Mrembo akasema napenda kupika, ila nitamani niwe na kazi rasmi kwa sababu nilisomea business administration, ila kupata kazi ilikuwa ngumu na wengine walikuwa wanaomba kitu ambacho siwezi kuwapa, hivyo nikaamua koma mantilie. Kachi akamwambia usijali, nitakuwezesha uwe na restaurant kubwa. Kesho yake Kachi akagombana na mama yake, alikuwa anamlazimisha kumwoa Tasha, hivyo akaamua kumfuata Juni atulize angalau mawazo. Juni anamuuliza uko sawa? Unaonekana uko sawa. Chiki anasema niko sawa. Kisha anamuuliza ushapata simu mpya? Juni akamwambia hapana, naendelea kufanya kazi, ila nitanunua simu nzuri ili nifungue Instagram kwa ajili ya kutangaza biashara yangu mtandaoni. Baadaye rafiki yake Samueli akaja na zawadi. Hey Sam, muda mrefu hatujaonana, ulikuwa wapi? Mchizi anasema alisafiri, ila nimekuletea zawadi. Juni anasema asante. Mchizi anasema unaweza kuifungua? Juni anasema nitaichafua, ngoja nimalize kuosha vyombo nitaifungua. Mchizi anasema naomba nikusaidie kuosha vyombo. Mara ghafla Juni anamuona Kachi na kupagawa mbele ya mchizi. Juni anamsogelea kwa tabasamu na kumkumbatia na kumuuliza habari za mchana. Niko poa. Kachi anamuuliza vipi, uko bize? Mrembo anajibu hapana. Alafu rafiki yangu amekuja kunisalimia. Kisha mrembo anamtambulisha Samueli, huyu ni rafiki yangu sana sana sana, anaitwa Kachi. Kachi anatoa mkono na kumsalimia Samueli. Samueli haelewi kinachoendelea. Kachi anamwambia Juni, nimekuletea zawadi. Juni akaipokea na kuifungua. Wow, Kachi umeninunulia phone? Ndiyo, ni iPhone 14 Pro Max. Nikununulia ili upate quality ya kufanya biashara yako online. Akamkumbatia kwa bashasha huku Samueli akimzumu tu. Kisha akamwambia anapaswa kuondoka sasa. Juni hana habari, kapagawa na Kachi. Chiza akampeleka Juni mpaka anapoishi na kurudi home. Usiku Kachi akampigia simu Juni na kumwambia nimeboreka sana kukaa nyumbani, vipi naweza nikaja tukakaa wote? Juni akamwambia haina shida, unaweza kuja. Juni akapagawa anajiandaa kumpokea Kachi, mara ghafla mlango unagongwa. Juni anastuka, anajiuliza mbona amewahi sana. Akajiweka sawa na kumwambia unaweza ingia. Mara ashangaa kumwona Sam, kumbe ni wewe. Sam anamjibu ni mimi, kwani ulikuwa unategemea mtu mwingine? Juni anamwambia ndiyo, rafiki yangu alikuwa anakuja. Chiza anamwambia yule ndio sababu ya kunikwepa mimi. Samueli, wewe ni rafiki yangu sawa? Samueli akasogea kitandani akamwambia mimi sitaki kusimamisha urafiki wetu, ila tu zaidi ya marafiki. Juni anamwambia sitaki zaidi ya hapo, wewe univutia hata kidogo sawa? Chiza akasogea zaidi na kumshika paja. Juni akanyanyuka na kumwambia Samueli, unarudia tena kufanya hivi? Ndiyo narudia kwa sababu na upwilu na wewe, nataka niwe na wewe leo. Samueli akamshika Juni na kumtupia kitandani. Usikose sehemu ya pili, utamu ndio kwanza unaanza. Movie inaitwa When You Love Juni. Ila usisahau kusubscribe, kulike na comment channel yetu.